Mimi naitwa Shentente na ni mkurugenzi wa Hermes Sebene. Tunao furaha kubwa sana kuandalia kitu kizuri katika mkoa wetu wa Morogoro. Sisi kama Hermes Sebene tumeshirikiana na marafiki zetu kutoka Dar es Salaam, The Healing Missionaries. Hawa ni marafiki zetu sana, lakini moja ya kitu ambacho tumefurahishwa nacho sana ni tukio la tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo tumeona tulifanye kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja. Ni mkutano wa Injili ambao umeambatana na maombi, kuombea masuala ya uchaguzi, lakini pia kuombea amani ya nchi yetu. Hii ni kitu cha kipekee sana ambapo tumeona tushirikiane nao kwa sababu sisi ni wenyeji hapa, na maandalizi mengi tumekuwa tukiyafanya pamoja na wao, lakini leo hii tumeona tukutane na waandishi wa habari ili hichi kitu kijulikane kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 kitu gani kitatokea katika mkoa wa Morogoro. Kwa majina naitwa Pastor Patrick Mulunda, ni mchungaji msaidizi wa huduma ya THM, kirefu chake The Healing Missionaries. Mungu ametupatia neema na kibali kama alivyosema mtumishi wa Mungu Shentente, kushirikiana kwa pamoja kufanya ibada tarehe 7 mwezi wa 7 2025. Na jina ya ibada inaenda kwa 7 Christ. Na jua wengi sana wanajiuliza maswali, kwa nini wametumia hiyo namba 7? Tuko hapa kwa ajili ya kukuelezea. Namba 7, kitu cha kwanza, inawakilisha ukamilifu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 2, tunaona pale siku ya 7 ni siku ya mwisho ambapo Mungu alimaliza kufanya kazi yake. Baada hapo Biblia inatuambia baada ya kufanya kazi yake alistarehe, akuendelea tena na kazi ambayo alikuwa anafanya. Na ukisoma hiyo mstari wa 3 inasema Mungu pia aliibariki hiyo siku ya 7. Na akuibariki tu, pia aliitakasa hiyo siku ya 7. Kwa hiyo tunaona tayari namba 7 ni namba ya ukamilifu. Lakini hii namba 7 ni namba ambayo imetumika kwenye vitabu vingi sana. Kwenye kitabu cha Methali imetumika, kwenye kitabu cha Danieli imetumika, kwenye kitabu cha Mathayo imetumika, kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi imetumika, kwenye kitabu cha Mathayo imetumika, na kwenye kitabu pia cha Ufunuo imetumika. Lakini sitaweza kugusia kwenye vitabu vyote, lakini nitagusia kwenye kitabu kimoja tu ambacho ni Ufunuo. Tunaona kwenye Ufunuo hiyo namba 7. Namba 7 tunaona kwenye Ufunuo imetumika zaidi ya mara 50 kwenye kitabu cha Ufunuo. Katika muktadha wake naweza nikasema kwenye hiyo namba 7 kwenye kitabu cha Ufunuo tunaona barua 7 kwa ajili ya makanisa 7 huko Asia, na roho 7 katika kiti chake cha enzi. Hapo tunaona pia hiyo 7 imetumika kama malaika 7 wakiwa na tarumbeta 7. Kwa hiyo 7 maana yake ni ukamilisho, ni namba ambayo inaleta kibali, ni namba ambayo inakamilisha kila ambacho ulichokuwa unafanya. Na ndio maana The Healing Missionaries pamoja na Hermes Sebene tukaona tutumie hiyo siku ya 7. Nisha kutafsiria tayari hiyo namba 7 maana yake ni nini. Lakini vile ukisoma Mathayo 7:7 anatuambia kwamba tutafute, tutafanya nini? Tubishe, tutafanya nini? Njooni tumuombe Mungu. Njooni tubishe, Mungu atufungulie. Njoo kama una matatizo ya kwako, kama una shida mbalimbali. Tayari hii siku ya tarehe 7 ni siku tayari, donc siku nzima kuanzia tu tunavyofika siku ya tarehe 7 ni siku tayari katika ulimwengu wa roho na kibali. Hermes Sebene sisi ni watu ambao tunafanya kazi ya Mungu kwenye mazingira tofauti. Mazingira yote tunaingia kuhubiri Injili. Agizo letu sisi ni moja tu. Tumeokoka sisi, na sisi tuseme neno la Mungu na wengine waokoke. Yes. Kwa mazingira yote yale ambayo tunanini. Ndio maana tumefanya safari Morogoro stendi ya zamani. Pale kuna movement nyingi. Yaani pale kuna watu kama katibu alisema unafanya biashara stendi, watu wanaingia kutoka. Kwa hiyo
sisi tunahubiri kwenye mazingira hayo. Kuna watu wengine hawafiki makanisani, yani hawajasikia habari za Mungu kabisa. Tumeamua kuwafuata huko walipo. Na sio hapo, tutaenda kwingine kote, mazingira yote magumu yote sisi tutawafuata watu. Sababu ni ngumu watu kuja kwenye maeneo ya mikutano, wengine wanakuwa magumu, wako kwenye biashara zao. Sasa sisi tunakufuata ulipo biashara yako, tunakuhubiri injili hapo hapo. Ndio kusudi letu na dhumuni letu la sisi The Healing Missionary na sisi RMS 7. Siku hiyo tarehe 7 tukutane hapo.